السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kwa hakika ustadhi amenishtukiza, wala sikutarajia kwamba nitakuwa ni miongoni mwa wenye kuzungumza, na hasa mada yenyewe nzito kama hii ambayo ni kumzungumza mama, lakini pia nini ambalo kwamba limetukusanya katika madrasa hii kwa wakati huu, tukawa tutasoma khitma na kusoma Qur'ani, kisha kumpelekea mama yetu huyu, kisha ikapatikana tabaruk ya maulid ya kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, halafu ikapatikana waadhi kama huu, watu kuambizana mawili matatu kwa lengo la kutekeleza ile amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kuntum khayra umma ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Maana kufanya hivi ni kuthibitisha hii kauli ya Mwenyezi Mungu kwamba sisi ni watu wa kuamrishana mema na kukatazana yaliyokuwa ni maovu. Ndugu zanguni, ikiwa leo ustadhi wetu, baraka yetu Ustadh Ibrahim kufanya jambo kama hili na sisi tukaja kumuunga kwa ajili ya mama yetu huyu, wengine tunakuwa ni hababa yetu, kumkumbuka ikawa ni kumbukizi ya kila mwaka kuweza kufanya kisomo cha Qur'ani, na tukakusanyana kama hivi, tukakumbushana na tukanuia kwamba thawabu zote haya tunayoyafanya zimfikie mama yetu huyu. Basi hii ni darasa kubwa ambayo kwamba sisi tunatakiwa kujifunza kupitia mashekhe zetu kama hawa, kujifunza kwamba na sisi kumbe tunatakiwa kuyafanya haya mambo kwa daraja ya juu, kuyafanya haya mambo ikawa ni moja katika misingi ya dini yetu, ni moja katika misingi ya miondoko yetu. Leo vijana wengi tupo nao hapa wanajifunza kupitia hili ambalo kwamba huliona wao, kwamba kumbe kila mwaka utakiwa umkumbuke mamako, na si kwamba wewe ukae mwaka mzima humjui mama, ameshakufa, huna habari naye. Yatakiwa kila sala umpelekee dua mzee wako, ikiwa ni baba, ikiwa ni mama. Uwe na uradi huo, kila baada ya sala usome hata qul wallahu 3 tu, ya rabbi nanuia qiraa hichi kimfikie mzee wangu huko alipo, Allahumma nawwir qabrahu, ukatia dua hiyo, basi Mwenyezi Mungu akapokea na utakuja kuona faida yake na thawabu yake. Lakini ikapatikana kwamba kila mwaka tarehe alokufa yakafanywa mambo kama haya, wallahi ni jambo kubwa sana, na ni mambo ambayo kwamba tumeyapokea kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ile hadithi inayosema kwamba mtume ala kulli rasi sana alikuwa akizuru makaburi la nana Khadija, japo walikuwa kila siku, lakini kulikuwa na tarehe maalum ambayo kwamba ile ya kufa kwake. Kwa hiyo ndugu zanguni, sisi tunapofanya haya tunatakiwa tujue kwamba ni misingi na ni mambo ambayo kwamba tumeyachukua kwa mashekhe ambao kwamba ni mu'tamadin. Ama bikhususi mama ni nani? Mama ni yule ambaye kwamba tumeambiwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mama ni yule ambaye kwamba tunatakiwa sisi tuchukue radhi zake. Katika hadithi mtume asema aljannatu tahta aqdami ummahatikum, pepo zipo chini ya nyaya za wazazi wenu. Si kwamba kina mama hutembea juu ya pepo au kwamba pepo wao waikanyaga, la, hii ni lugha ambayo kwamba mtume ameitumia kwamba tuwe na khudhu' na tadhallul mbele ya wazazi wetu, hasa mama, tujue namna gani tutazichukua radhi za wazazi wetu, tujue namna gani tutakuwa ni wanyenyekevu kwa wao.
wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma. Leo ma'al asaf shadid utapata kijana ajibizana na mama yake, utafikiri ajibizana na mtu saizi yake. Tena ni kijana mdogo tu, umri wa miaka 10, 11. Mama usinitume bana, mimi nishachoka. Mama mimi usinifanyie hivi bana, kwani wengine huwaoni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Msiba si kufa tu, hata kufa kwa moyo, kufa kwa akhlaq, yote ni msiba. Tutizame kisa kimoja, nimalize nimwachie Said Muhdhar atusahihishe pale tulipokosea. Bwana mmoja alimchukua mama yake kumpeleka haji. Tena si masala yetu ya kisasa hivi kwamba umpandishe ndege umtolee pesa. Hiyo ina fadhila kubwa bila shaka. Ukatoa pesa zako ukasema leo nampeleka mamangu haji, mamangu amekufa naenda kumfanyia haji, fadhila zake ni kubwa sana. Lakini huyu wa zama hizo, kama sikosei ilikuwa ni zama za Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, wakati wa khilafa yake, bwana mmoja alimchukua mama yake kumpeleka haji. Tena mama yule alikuwa ni mtu mzima, hawezi kutembea, akawa amembeba mgongoni kutoka naye Madina mpaka mji wa Maka, na kule akamfanyiza ibada zote akiwa juu ya mgongo wake, tawafu, sa'i na kadha na kadha. Halafu akamuuliza Sayyiduna Umar na Ibn Umar Sayyiduna Abdullah, je, nimerudisha angalau haki ya mama? Angalau na mimi nimefanya chochote ambacho kwamba kitakidhi kwamba na mimi nijifakhiri nimemfanyia mamangu kitu kulipa ule wema alionifanyia? Akamwambia, yote uliyofanya hata ushri mi'shari hujapata wewe bado. Tumsalieni Mtume Muhammad. Amembeba mamake, yuko juu ya mgongo, na ujue pengine ni mtu mzima, amshughulikia kila kitu, kumuogesha na kadhalika. Lakini ikawa ni katika hali ya kuonyesha namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameiweka fadhila ya mama kwako wewe kwamba ni kubwa sana, kiasi kwamba huyo aliyofanya haya akaonekana hata ushri mi'shari hajafikisha. Kwa hiyo tuna wajibu tijaha al-um, upande wa mama, na kuona namna gani sisi tutatimiza yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia namna ya kuyaendea. Na ndio maana atizama Mwenyezi Mungu amefungamanisha ibada yake na ibada ya walidaini. Asemaje? Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baada ya ibada ya Mwenyezi Mungu tu inayofuata ni ibada ya wazazi wawili. Hakuna ibada nyingine yoyote ambayo kwamba itakuwa ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ibada ya wazazi wawili baada ya kumwabudu yeye. Na ndio maana akasema, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ikiwa hao wazazi wawili watakuwa na jambo ambalo kwamba litamshirikisha Mwenyezi Mungu, jambo ambalo kwamba ni la kumkosea Mwenyezi Mungu, basi usiwatii wazee wawili hao. Lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, pamoja na kwamba umekataa kuwatii katika kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwezi kwenda na wao katika hilo, lakini baki kufanya maarufu na wao katika dunia. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuwafanyia wema wazazi wetu na kuwafanyia wema hali ya kwamba wako hai na baada ya kufa, kwa kuwapelekea dua na kuwakumbuka kama hivi. Wama kuntu illa imtithal amri. Wajazakumullahu khair. Assalamu alaykum.